Mwenye mkono kwa nini? Na wewe una uzima. Na wewe una nguvu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninashukuru Pastor pamoja na bodi yako kwa sababu ya kuniruhusu nikuwe siku ya leo kwa madhabahu. Jina la Bwana lipewe sifa. Si Mungu wa mbinguni akakubariki na akakutendea. Akaendelea kukutunza na kukuinua pamoja na jamii yako katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Asubuhi ya leo moyo wangu una furaha, unashukuru Mungu ni kwa sababu ya kukua hapa siku ya leo. Nikikumbuka last year sikukuwa mahali hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Nilikuwa kwa safari ndefu, lakini huyu Mungu wa mbinguni akanishughulikia, akanitenda mema. Ndio ninamuinua Yesu siku ya leo. Ndio ninamtukuza Bwana siku ya leo. Ati ukimwamini Bwana atatenda mambo yenye haiwezekani kwa wanadamu. Jina la Bwana lipewe sifa. Pastor, nilikuwa nimenyamaza nikasema Pastor usiongee. Wacha tuone Bwana vile atafanya. Lakini ninashukuru Mungu. Ulisimama hapa ukasema, naye kanisa ikasimama, ikamulilia Bwana kwa sababu ya Mama Kiro. Naye Baba wa mbinguni akatimiza mbingu, kukajulikana ya kwamba mahali hapa kuna Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwenye uko hapa, unajua watu wanasemanga kaza watu waponaki. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini kwa hii madhabahu ndio Bwana aliniponyea. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ninasikianga mzuri nikisema kuna Mungu mbinguni. Anafanya na anatawala maisha ya wanadamu. Jina la Bwana lipewe sifa. Siku ya leo tunataka tusikie vile Bwana anataka tutembee. Na vile Bwana anataka tuishi. Jina la Bwana lipewe sifa. Unajua tunakuja nyumba ya Mungu, tukuje tuonekane, lakini ukishapewa neno la Mungu, wewe unatoka na kuenda, hata unasahau. Ninataka kuambia ya kwamba kuna hatari ya kusahau vile tunakuja hapa kunenea neno la Mungu, na vile tunakuja hapa kutia moyo na kupea matumaini ya mji wa mbinguni. Jina la Bwana lipewe sifa. Na bimu yangu ya siku ya leo itakuwa kutii Mungu wako ni faida kubwa kwako. Jina la Bwana lipewe sifa. Faida ya kumtii Mungu sio jirani yako, ni wewe mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ninataka mjue kumtii Mungu faida yake ni nini? Na kukosa kumtii Mungu na kukosa kusikia sauti ya Mungu ama kukosa kutii neno la Mungu ni shida gani inatokea kwa wanadamu? Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa saa hii mtaona ya kwamba kuna watu watatokea hapa na utasikia shida gani inatokeana mwanadamu ya kukosa kusikia na kutii. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wanakuwa wamefika hapa, ndio kanisa la Mungu lione kuna hatari. Watu wenye wasikiaji neno la Mungu, watu wenye hawatii neno la Mungu, watu wenye hawatembei kulingana na mapenzi ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wanakuwa wamefika. Na karibuni sana katika jina la Yesu. Hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti ya bustani. Matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Matunda ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulioko katikati ya Bwana asema, msiale wala msiaguze, msije mkafa. Hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya
wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika na wa manufaa. Unaona hatari kanisa? Unaona kukosa kutii neno la Bwana, hatari yenye inatokeana. Kwani naona nini? Ni kama sioni vizuri. Adamu, uko wapi? Nasikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Aliyekuambia uchi ni nani? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Huyo mwanamke aliyenipa awe pamoja nami, ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Nyoka alinidanganya nikala. Nini hili ulilolifanya? Nyoka alinidanganya nikala. Kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Munaona kanisa la Kristo, wakati unakosa kusikia neno la Mungu, unakosa kutii sauti ya Mungu, vile hatari ilitokea, kwa sababu Hawa akasikia vile Bwana alimwambia hangedanganywa na huyu adui. Jina la Bwana lipewe sifa, kwa sababu wakati aliwacha mumewe alienda pale kuangalia na macho ikatamani ile matunda. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakati alitamani akachuna hiyo matunda. Jina la Bwana lipewe sifa. Na yule ndiye akamwambia ya kwamba ukikula hii hautakufa. Na Bwana alikuwa amemwambia ya kwamba ukikula hii matunda utakufa. Hakika utakufa. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, huyu mume wake alikuwa mbali, hata hakukuwa na shughuli, hata hakukuwa akijua mke wake yako wapi. Mnaona hatari ya mtu kuacha mume wake anaenda shughuli zake bila kuambia mume wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Hatari ikitokea, anapigia simu, najua ya kwamba na ninasikia nini. Anamwambia mimi sijui, kwa sababu ya kukosa mawasiliano. Ni lazima tukuwe na mawasiliano. Hiyo shida ikitokea, mume wako anajua. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo kuna hatari wapendwa, na mahali pale ninataka Elda unisomee hiyo mstari, hiyo Mwanzo 3, enda hapo 22. Mstari wake wa 22, maandiko inasema ya kwamba Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana akamwambia, na huyu mtu amejua mema na mabaya. Jina la Bwana lipewe sifa. Amejua mema na mabaya. Na siku ya leo wapendwa, hebu uliza mwenzako, umekaa muda gani bila kwenda ushirika? Unaenda ushirika? Jina la Bwana lipewe
tuendelee. Okay, mstari wa 22 maandiko inasema, Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Jina la Bwana. Si mnaona hatari wapendwa? Kuna hatari. Akatolewa kwa ile shamba, asirudi tena akule ile matunda. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, ninataka kusema nini? Ni lazima tujitahidi kukaa mzuri kwa Mungu. Ni lazima tujitahidi kusimama na kumwogopa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na mpendwa, ukimwogopa Mungu ni ngumu sana mtu kufanya dhambi. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata kutusi mtu wewe utakuwa unaona ni mbaya. Lakini kama hauna Mungu ndani ya moyo wako, unaweza fanya mambo yoyote yenye unaweza kufanya kama vile huyu Hawa alifanya. Jina la Bwana lipewe sifa. Endelea. Mstari wake wa 23. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Akatolewa. Asirudi kukula ile matunda. Na hiyo shamba ikawekwa ukuta. Jina la Bwana lipewe sifa. Sijui wewe siku ya leo uko mahali hapa, ukuta wako uko ama ukuta wako ulibomolewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunataka tuangalie, tutunze ukuta, ndio adui akikuja anapata ya kwamba unazungukwa na ukuta. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata ile compound yako ukiwacha geti ijafungwa, si ni kweli? Labda uache karaya nje ama mtungi nje ama manguo nje, asubuhi utapata hakuna. Si ni kweli? Si adui aliangalia hivi akapata ya kwamba mlango iko wazi. Ni lazima tuweke ukuta juu ya maisha yetu, na ni wewe na mimi. Na kuweka ukuta ni kuachana na njia mbaya, ni kuachana na dhambi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu huyu Hawa kama hajasikia sauti ya Bwana, mambo haingekuwa vile tuko. Si ni kweli wapendwa? Haingekuwa. Hata tukienda pale leo mambo inakuwa rahisi. Lakini neema ya Bwana imetutosha. Jina la Bwana lipewe sifa. Wazee awali aliwakosea. Si ni kweli? Ni lazima kazi ifanyike ndio upate chakula. Na sio rahisi. Neema ya Mungu ndio imetutosha. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo wamama, ni neema tu ya Mungu. Neema tu ya Mungu ndio inatutosha. Jina la Bwana lipewe sifa. Endeleeni, nataka kumalizia. Okay, mstari wa 24 maandiko inasema, basi akamfukuza huyo mtu akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Jina la Bwana lipewe sifa. Kukawekwa ukuta ya makerubi. Jina la Bwana lipewe sifa. Ikazungukwa ukuta yote. Huyu adui asirudi huko tena kukula ile matunda. Kwa hivyo mpendwa, wewe umeitwa na Kristo. Ni mambo gani wakati uliwekewa kamba, wakati uliwekewa mpaka? Ni mambo gani unarukanga ukienda kumfuata?
Hesabu 11 kuanzia 1. Kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao, wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao, ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa malango. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamuomba Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la mahali hapo likaitwa Tabera, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka kusema ya kwamba, na neno la Bwana linasema, kuna mambo ingine wapendwa tunaongeanga na isitashiki Bwana. Kuna mambo ingine tunazungumzanga, kuna mambo ingine tunanung'unikanga. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Biblia inasema hawa watu walikuwa wakinung'unika, Bwana alisikia na masikio yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakati alisikia na masikio yake, kuna mambo iliharibika. Hebu ende hapo brother. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamuomba Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la Bwana lipewe sifa. Musa akamlilia Bwana, na ile moto ikakoma. Kwa hivyo ninataka kusema nini? Wapendwa, wakati mambo yetu inaenda ikining'inia, ikirudi chini, wakati mambo yetu inaharibika, tunapigia pasta simu. Jina la Bwana lipewe sifa. Pasta, ninahitaji maombi yako, ukanikumbuke. Utamweleza, si lazima umweleze nini inaendelea. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kwa sababu huyu Musa, kitu ikimuona ni lazima tuambie Musa. Musa naye aenda kwa Bwana, akamulilia Bwana, ndio hii shida ikakoma. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama vile nilimwambia ABCD. Jina la Bwana lipewe sifa. Siniliambia Musa, naye Musa akamulilia Bwana, naye Bwana akakomesha hiyo shida. Hata siku ya leo kanisa la Kristo ni hivyo hivyo. Ni lazima tuache kunung'unika, kwa sababu tukinung'unika mambo itaharibika. Jina la Bwana lipewe sifa. Moto itawaka na Musa ndiye atasima hiyo moto. Si ni mzuri yani tukae mzuri, ndio Bwana atengeneze mambo yetu. Si ni kweli wazee? Si Bwana ndiye anatengenezanga mambo? Si mnajua ndio mnakuwa mmebeba mambo yote, lakini tunawasaidiana, si ndio? Pigieni Bwana makofi wazee. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunataka tuende Hesabu 12, naenda kumalizia. Hesabu 12 kuanzia hapo 1. Hii ni mambo tu ya hatari tu. Kukosa kutii, kukosa kusikia sauti ya Bwana. Mstari wake wa kwanza, maandiko imesema ya kwamba kisha Miriamu na Aroni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu ni Miriamu. Miriamu aliongea vibaya kwa sababu ya Musa kuwa Mkushi. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwethiopia. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, kuna mambo ingine hatustahili kufuatiliana sana. Hata mtu akienda kwa Wajaluo aende tu, bora uogope Mungu, akuwe na nini na amani, si ndio? Hata akienda kwa Wamasai siko sawa, si bora wewe kazi ilikuwa kwa mzazi. Uambie Bwana, ile mambo inainukana
Okay, mstari wa pili, wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Sinasikia? Bado wananena. Miriam bado wananena, hako na uchungu. Ujumbe ikiletwa mahali hapa, unasema huyo aliambiwa maneno yangu. Huyo aliambiwa maneno yangu. Hapana. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninakumbuka siku yenye pasta alihubiri mahali hapa. Mimi nilisema ni mimi. Na nilikuwa sijaongea. Nilikuwa ninanyamaza tu, nikingojea muujiza wangu. Lakini wakati pasta alisungumuza neno mahali hapa, kweli mapema nikasikia, pasta ni mimi ameona. Bwana amemnenea, ni mimi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo Miriam akaendelea kuzungumuza vibaya. Akasema ya kwamba Musa, yeye ndiye anaweza kunenewa na Bwana. Sisi hatuwezi kunenewa na Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, ile maneno Musa anaweza ambiwa na Bwana, sisi hatuwezi kuambiwa. Yeye ndiye amechagua, hakuwa akimunenea, naye hakuwa akituletea mahali hapa tukue watu ya kubadilika. Jina la Bwana lipewe sifa. Haya, tuendelee. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriamu na kuwaambia, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriamu, nao wakatoka nje wote wawili. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Mumesikia shida? Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana alisikia. Akashuka kutoka wingu. Akasema ya kwamba Miriam na Harun na Musa wote watoke nje. Jina la Bwana lipewe sifa. Labda Mungu hakukuwa anataka kumaliza watu wengine, ama hakukuwa anataka watu wengine wapate shida, lakini hao watu wenye wamenena juu ya mtumishi wake, hao ndio alikuwa anataka kuonana na hao. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, kuna hatari ya kunena juu ya Musa, kwa sababu Musa ndiye ako na ruhusa ya kunena na Mungu, naye Mungu amwambia maneno yenye atakuja kutuambia ya kuponya mioyo yetu, ya kuponya maisha yetu, ya kutusogeza kwa Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Simupigie Bwana makofi. Pigieni Bwana makofi, kwa sababu sifa na utukufu ni za Mungu. Endelea. Mstari wake wa 6, kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Jina la Bwana lipewe sifa. Nabii akikuwa katikati yenu atajifunua kwa maono. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata atanena na yeye na watoto. Jina la Bwana lipewe sifa. Atanena na yeye kwa ndoto na kwa mafumbo. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe unakaa hapo tu ukisema ni yeye aliambiwa. La, hakuambiwa, ni neno la Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ni mzuri kutii neno la Mungu, na ni mzuri kutii mtu wa Mungu, kwa sababu yeye ndiye Bwana anamwaminia sisi. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeye ndiye amemwaminia sisi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu Bwana hatakuja kae hapa. Atakuja, lakini ametupea Musa ya kumwambianga mambo, naye anakuja akatuambia mambo. Jina la Bwana lipewe sifa. Endelea, ninamalizia. Mstari wa 7,
sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wasiwasi wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamukuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Jina la Bwana lipewe sifa. Ninataka hapo unipeleke polepole. Hapo 7. Okay. Mstari wa 7. Maandiko inasema sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Si Musa hapa ni mwaminifu. Si anatuangaliana. Na mimi kitu yenye inanifurahiana, anasema sisi wote ametuweka level. Jina la Bwana lipewe sifa. Sisi wote ametuweka level. Si Musa ni mzuri na hana maneno. Hapa Bwana anasema Musa hakukuwa na maneno, anamwaminia kwa nyumba yake, kama vile Bwana ameaminia Musa mahali hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Si Bwana ameaminia Musa mahali hapa? Hivyo ndio Musa alikuwa ameaminiwa na Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na anasema ya kwamba yeye ni mpole kwa nyumba yake, hana maneno. Kwa hivyo Miriam ni kumuonea, alimuonea. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kumuonea, alimuonea. Akakosa kuheshimu mtu wa Mungu. Ya mwisho. Mstari wa 8. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Jina la Bwana lipewe sifa. Musa, Bwana ananena na wewe kwa mdomo kwa mdomo. Hebu imagine. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu imagine ananena na yeye mdomo kwa mdomo. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe unafikiria mtu kushindana hapa kwa kanisa? Unafikiria aje? Wapendwa, unafikiria aje? Si hapo ni moto. Si hiyo ni moto ya kuotea mbali. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama wewe kuanzia wacha nisiongea hapo. Jina la Bwana lipewe sifa. Si ni kweli? Si unaogopa? Haya, endelea hapo baba. Okay. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wasiwasi wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamukuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Jina la Bwana lipewe sifa. Imagine hawakuogopa kunena juu ya Musa. Hata siku ya leo kuna watu hawaogopangi, wapendwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna watu hawaogopangi. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaweza kosa kuwa na huyu vile alikuwa na ukoma, lakini ukuwa kuna mambo unapitia ya kisiri, lakini hautaki kusema. Lakini wewe mwenyewe unajua kuna mahali ulipitia, kuna neno ulisema. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Mungu wa Israeli, kwa sababu ni wa neema nyingi na wa huruma nyingi, atatusaidia. Si ni kweli wapendwa? Simubarikiwe na Baba wa mbinguni na watende mema. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Situpigie Bwana makofi mazuri. Tusimame tu, mwambie Bwana akurehemu. Yawezekana kuna mahali umepungukiwa na Bwana ameona moyo wako na mawazo yako na maneno yako. Mwambie Bwana, ninanyenyekea chini ya neema ya neno lako ambalo umelilete Bwana, ya kwamba unihurumie, unirehemu Bwana, na ili niwe mtu wa kutii na kufuatilia maagizo yako na njia zako katika maisha yangu. Inua tu sauti yako, mwambie Bwana unirehemu. Yawezekana umekuwa na maneno yasiyofaa, mwambie Bwana ninatubu, unisamehe, unitakaze, uniondolee hatia na makosa ya maneno yangu ambayo nimenena kinyume na mapenzi yako
makusudi yako ambayo Bwana umekuwa ukinena kinyume hata na mtumishi wako Bwana. Naomba rehema na neema, unirehemu na unisamehe, unisaidie Bwana niwe wa kusikia na kulifuata neno lako, maana neno lako ni uzima, neno lako ni wokovu, neno lako ni la faida kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Tuambie tu Roho Bwana akusaidie. Bwana unena, maana anaona sirini na anaona zaidi ya vile watu wengine wanaweza ona. Yeye macho yake ni makali na masikio yake ni masikio ambayo yanaona, yanasikia sana. Akawaambia, nimesikia yale mmenena mbele zangu. Bwana wa rehema, yawezekana kuna maneno tumenena ya kwamba kukutumikia haina faida, ya kwamba kujitolea haina faida. Bwana utusamehe na uturehemu, na ili Bwana tugeuke na tuendene katika njia inayoambatana na makusudi na mapenzi yako. Twanyenyekea kwa ajili ya neno lako. Tumeona hatari tunapokosa kukusikia na kukutii, hata ghadhabu yako inawaka juu yetu. Bwana wa rehema, utuokoe. Bwana wa rehema, utuhurumie katika jina la Yesu. Iwapo kuna msiba wowote ulio ndani ya maisha yoyote kwa sababu ya uasi, naomba Bwana wa rehema uondolee. Naomba Bwana wa rehema utuondolee, kwa sababu rehema zako ni nyingi na huruma zako ni za ajabu juu yetu katika jina la Yesu. Tunanyenyekea kwako Bwana wa rehema, kwa sababu ya neno ambalo Bwana umelituma kwetu, ya kwamba kuna faida ya kutii na kukusikia wewe katika maisha yetu katika jina la Yesu. Tusaidie katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako ninapokuombea. Bwana wa rehema, kuhurumia, kusaidie. Wakati mwingine tunaasi, tunaenda kinyume, lakini rehema za Mungu ni nyingi kwa ajili yetu. Inua tu mikono, mwambie Bwana, bado ninakuhitaji Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Umeleta neno lako kama vile umeona inafaa, ya kwamba kukutii na kutii sauti yako ni faida kubwa kwa ajili ya kila mmoja wetu. Lakini mara nyingi tumeasi, mara nyingi tumenungunika, mara nyingi tumenena maneno yaliyo magumu hata masikioni mwako. Bwana, ninaomba toba na msamaha kwa ajili ya kila mmoja wetu kwa kutokutii, kwa kuasi na kufanya mambo yasiyoambatana na neno lako. Uturehemu na utusamehe Bwana, na uiondoe ghadhabu yako juu yetu. Remember mercy in your wrath, O God, na uwe radhi nasi katika jina la Yesu. Usamehe wazee, uwasamehe wamama, uwasamehe na vijana katika nyumba yako, ili Bwana tusikie sauti yako na tupone katika maisha yetu na tuone uzima wako katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukahudumie kila mmoja, ya kwamba tutageuka na tuwe wasikilizaji wa sauti yako na watiifu katika sauti yako na katika neno lako Bwana. Asante kwa mtumishi wako, umemtumia kama vile ulivyoona vyema. Bwana, umuinue na umzidishie, ili akazidi kuwa baraka katikati ya kundi lako. Tunakuinua na tunakushukuru, maana wewe uwakemea wale uwapendao, wewe uwarudi wale unaowapenda. Tumejua unatupenda na tumejua unatujali, na ndiposa umenena jinsi umenena, ili tupone na tuokolewe kutokana na maangamivu katika jina la Yesu. Asante Bwana, unatuponya na unatuokoa na unaturejesha katika njia ya uzima kwa utukufu wa jina lako Bwana. Naomba na walio na magonjwa Bwana ukaponye magonjwa yao. Naomba na walio na vilio Bwana ukatulize vilio vyao. Naomba na walio na maumivu yasiyoweza hata kuelezeka ndani ya mioyo na maisha yao Bwana ukawaondolee, Bwana ukawaponye kwa neema zako za ajabu. Naombea kila mmoja kwa hali yake, ya kwamba Bwana unamsaidia na utukufu na adama zinakurudia. Tunakushangilia maana Bwana umetuhudumia, tunakushangilia maana Bwana umetuponya. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Tumshangilie Bwana.